kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize. Wewe ulipofika huko ukaanza job, ukaanza nini, ukaanza ulipata idea ya delivery aje? Idea delivery? So before hata nikuje kuna jamaa fulani nilikuwa na watching video zake, alikuwa anafanya ma video za delivery. So yeye alikuwa anapiga tu ma shifts zake, anaunda pesa hapa na pale akiunda video. Na mimi juu nilikuwa nataka niunde video, nilikuwa natafuta a simple way venye naweza unda video za ukivlog tu ama kwa creative tu na ma video zako. Nikasema hiyo ni perfect. Unaunda video. So hiyo ni video umeunda kwanza, umeunda pesa at the same time, si ndio? Kwa sababu kenye nafanya nikuulize hivyo, unapata kuna wasee wako huko, si ndio? Na wanatafuta job ya kando, lakini hawajai kuna vitu hawajaifikiria, unaona? Hawajaifikiria. So maybe unapata wako huko already. Wanatafuta job, ni nini naweza fanya kando? Bora huwa huko kwa COS, kwa sababu kama uko dependent unaweza fanya anything. Unaweza fanya biashara. Unaweza kuwa self employed. So nilikuwa nataka uelezee. So wewe uliona video? Mi ilikuwa easier for me niliona video. Asi nikasema acha nikuje njari. So immediately when nilifika nika sign up for Just Eat. Hata sikumaliza miezi kadhaa, nika sign up for Just Eat, nika buy bike. Nikaanza kuzurura na bike. So kuna options mingi, kuna Amazon, Amazon nao wanabebanga watu ufala. So ukipiga hizi majob, kuna zenye utaona ni worth it, zingine utaona si worth it. So hii ya delivery mimi napenda kwa sababu siongei na watu. Niko tu kwa gari yangu, nasikiza ngoma yangu, nazurura, nikipata najua sawa ningeifika kwa hiyo dairy farm kweli, singeifika kama ningekuwa nimekaa tu. Na sasa mtu akitaka kufungua yake, tuseme for example, so unaingia major requirements zinakuwa nini? Right of work, lazima uprove yani hiyo right of work. Inategemea kama area yenu wanataka watu. So app kama ya Deliveroo ni ngumu upate uta sign up, but ni ngumu kukupatie hiyo chance ya kufanya nao job kwa sababu wanakuanga busy hivyo. Hawana watu wengi, hawahitaji watu site kwa wako already wako na watu wengi. Uber inakuanga tu they always hiring. Uber they always hiring. Wana issue. Just Eat pia lazima area yako lazima iko na vacancy. Ndio usign up. Basi sasa ni hiyo right of work. Ukisign up na gari lazima uonyeshe insurance ya gari, insurance ya delivery ya food, inaitwa hire and reward. Unahitaji hiyo insurance. So hapo hivyo ni ka expense kidogo yenye utapata. Alafu unaweza sign up na bike pia. Na bike pia unaweza tumia kwa gari. Unaweza enda tu upige na delivery na account ya bike. Na nini? Na mtu akiingia tu job asubuhi. Sorry, kwa account ya bike hauhitaji insurance. Wewe ni bike tu, na huku pia kuna zile electric bikes. Mtu anaweza tumia. Na nini? Unafikiria for example, mimi natumia either moped ama gari. Nimeingia asubuhi. Mimi napiga tu full time. Unafikiria naweza ando ngapi hivi? Average. Inategemea na venye unajituma cause obviously kuna zile siku zenye ziko slow na kuna hizo siku zenye ni busy. So kama unajituma kabisa, unapiga full time vizuri, ukianza at first, ukianza hiyo job account yako pia ni mpya, so account yako inaweza kosa kwa busy hivyo sana. But the moment umeshikilia account imeanza kwa busy, then easy unaunda 100 pounds a day easy. Hiyo ni 8 hours job. Si hata 10 hours. Unajua tena ukienda job zingine za ofisi nini, 10 hours ni umefikisha hiyo 100 pounds. Ama maybe more, ukipiga 8 hours uko na 100 pounds easy.
So inamaanisha msee anaweza kuwa na job yake ya kawaida saa zingine. Kama wewe sasa na nyingine unaipiga unaipiga kando. So unaweza toka job unaingia. Kwanza mi na job yangu do na change. But na job yangu sasa inaingia na feast kabisa, because so ninakuanga na mask kama niko na at least 4 days na working 3 days on your job. Alafu niko off 3 days. Niko off 4 days. 4 days. Yeah. So hizo 4 days niko off. 3 days napiga delivery. 1 day napumzika. Naona. So hiyo ingia na fiti. So hiyo 3 days nimeunda 300 easy. Ama saa zingine 250 nisipofinyilia sana. Na hiyo ni ya kando tu. Hiyo ni do extra. So inamaanisha ni kitu msee akitaka kufanya akiwa huku ni worth it. Inaingiana. Worth it. At first account yako iko mpya obviously. Haitakuwa busy. Traffic haitakuwa mob. But kama unajua kusoma map vizuri. Job busy, mimi naipendanga. Nakanga tu kwa gari. Sina stress, sina tima emails za kusumbua na watu, sina nini. Sina mtu wa kuniambia ati enda fanya hii, ingia saa ngapi. Mahoni nini? Ati mbona umechelewa nini? Hakuna kitu kama hiyo. Kwanza unachapa, unarudi home, una relax kidogo wakati iko busy. Mimi tena unarudi nakula lunch. Narudi, nakuja napiga shift yangu tu. Easy. So wale wenye wako huku sopoa. Wenye wako huku wakitafuta job ya kando kama hiyo wakuulize. Waniulize. Utaonyesha njia ya kusaidia sign up. Kuna Amazon Flex. Nilijaribu but miss, niliona si worth it kwangu. Sababu wanaweza kutuma ocha, unatuma mbali. Tuma maybe 40 miles away from you. Haya, watakulipa ukienda. But ukirudi home, maybe umetumwa almost maybe 40 miles away from home. Utaenda the last drop yenye utamaliza wakulipi tena. So you have to find your way back home. Na hiyo ni miles unatumia, hiyo ni dead miles. Ulipwi. Na umekutuma mbali. Umetumwa maybe kutoka sema in miles unaweza tumwa. Ka ile job yenye mimi nilipiganga walinitoa hapa Southampton. Kao nikaenda hadi past Winchester Stockbridge. Huko juu. So hiyo ni 40 something miles. Haya, drop ya mwisho ilikuwa ndio nikirudi home nilikuwa narudi 57 miles. Wow. So hiyo 57 miles mafuta yangu hakuna mtu anilipa. Make sense. Haiku make sense kabisa. Na hata sikunda 100 pounds. Niliunda 60 something pounds. Though ilikuwa kutoka saa 8 hadi cause ilikuwa pia siku yangu ya kwanza. Ili ni take long. Cause kwa najua mali utapark gari. Unaenda wamekupeleka Winchester Town Center. Huko vyo parking ni noma. Before nijue, but unaona ukiwa na gari ya Amazon na deliver, unaweza park mahali popote tu. Unasimamisha gari hapo, unatoa parcel, unapeleka, una drop. So mimi nilikuwa nenda natafuta parking na park gari mzuri. Nachukua time. Nachukua time. But siwezi rudi hiyo job tena azi. Hiyo uliona ni bure. Uliona ni push. Na ile ingine yenye unaendaga ya kuvukisha magari. Ya kunini, ya kupark magari. So inamaanisha huku pia kuna hizo job za kando kando mzee anaweza fanya. Nilipa cash. Mimi naendanga hapo kwa port. Hiyo tunasema pole pole. Analipaka cash. Serikali ifai kujua hiyo. Sasa naendanga naamkianga 5. Naamkia 5 umeenda. So unajua sasa ni summer time, wasa wanaenda ma cruise. So yako na kampuni ya ku offer parking services. So naendanga hapo hivyo. Wasa wanaleta magari zao. Magari kabisa. Na magari nimeendesha bwana, sikuwa imagine ndaendesha gari kama hiyo. So wasa wanaleta gari. Wewe unaichukua unapeleka kwa yadi hiyo msee ya kupark. Ndio mnapark. So sometimes naamkia 5 asubuhi, 7 nimemaliza. Alafu niingie job.
Nitoke Sasa maanisha ushaunda do. Shapiga 2 hours hapo hivyo. Then utoke uende job. Niende job sasa. Bwana wanomo kwa tulali. Kupumzika mbinguni. Kupumzika mbinguni. Sijui hata kama mbinguni kuna kupumzika kwa sababu tutakuwa tunasifu na kuimba. Okay. Hiyo ni poa. Basi inamaanisha wasenye wako huku. Si lazima ushindilie tu kwa ile job yenye uko nayo. Kuna njia mingi sana unaweza tengeneza nazo do. Options mingi. Options nyingi. But inachukua mtu time kugundua. Hiyo ndio kitu realize kwa sababu lazima urelate na watu, upate watu wa kuambia hizi manjia. Ukiwa solo inakuwa ngumu sana wewe kujua. Ndio kenye nilikuwa nakwambia. Ukifika wewe network na watu. Ongelesha watu. Jua watu wanafanyanga nini. Unauliza unatoanga doa pesa zingine. Niko na time 2 hapo hivi 2-3 hours ama niko na siku imelala tu nifanyaje. Kumbuka nilikuwa nimeenda kuunda pombe. Nakumbuka ukienda kuunda pombe. Tena li. Nitaya beshte yangu jamaa ako na kampuni ya kuunda ram. Kanipea job. Nilipiga job na yeye. Kwa tuna mix curry na mix juice. Alikuwa na tank fulani hapo ina ferment. But ni industrialized kabisa, ile pombe legit. Si changa. Watu wasifikiria tu unaweza unda changa. Ni hadi imefanywa testing na nini. Iko na hizo certificates zote. Alafu wanaenda wanazilebo wanaziuza. Sasa hii hiyo kampuni though yule msali alitokanga aliuzanga shares zake akauzia hawasi wengine kampuni. But kampuni sasa hii kubwa inaendelea. So inamaanisha kuna njia mingi sana mtu anaweza tengeneza nayo do. Network, kujuana na watu. That's the best way. Kwa sababu hizo opportunity kuzijua kama uja network ni ngumu. Ni ngumu sana. Hakuna mtu atakushow. Shukran kwa kuwatch video. Endeleeni kulike, endeleeni kushare, endeleeni kusubscribe. Nashukuru sana and I'll see you on the next video.